Kamugisha Muleba, Jaji Rais Yoweri Museveni anawezaje kudumu madarakani kwa miaka zaidi ya 30 na nchi za magharibi hazijawahi kumkemea ili aondoke madarakani kwa kurefusha muda wake wakaa madarakani na kubadilisha katiba ili mpendelea aendelee kuwania urais. Museveni na nchi za magharibi wana urafiki wa karibu, ndio mwanzo wa kuzama kwa Gaddafi. And I hope Museveni huwa anazibrief hizi nchi za magharibi. Ana ukaribu, kuna kazi anawafanyia. Kwa hiyo anakuambia ukinifaa kwa hichi nitakufaa kwa hichi, cha kwanza. Cha pili, Museveni na Ruto na Kenyatta na style ambayo nchi hizi zingine Afrika tunashindwa kuziiga. Kuna mtu mmoja mimi namfahamu Nairobi barabarani pale, ukiingia TikTok andika Kikuyu ujinga, utamwona mtu mmoja hapo namjua, anaitwa Gitonga. Gitonga alikuwa mchungaji, baadaye akaacha uchungaji akaslim, sasa hivi ni Muislamu. Anakaaga barabarani Nairobi anamtukana Ruto, Rais Ruto matusi, ambao unajua jamaa anatakiwa aingie polisi na akiingia jela astoki. Lakini huwezi ukaamini hajawahi kukamatwa. Hasa watu Museveni pia nao pale Kampala. Unaweza kukutana na mtu Kampala anajirekodi hata TikTok anamtukana sana Rais Museveni hata kwenye TV ila akamatwe. Amna. Yaani ni hivi, Museveni ana sura mbili na hichi ndicho kinaenda kuvimaliza vyama vingi vya kisiasa hivi ninavyoviona kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Chanzo cha hivi vyama kuanguka, tutakuja kuharibika. Museveni, Ruto, Odinga wakati alipokuwa anataka maandamano 2022 baada ya wabunge kuapishwa na serikali kuanza kufanya kazi, alienda kuwatafuta akina Gaucho na watu wengine kwenye bunge la mwananchi pale Jivanjigi. Ni Jivanjigi Garden na Uhuru Garden. Alafu akawapanga. Baada ya kuwapanga wakalianzisha wakaingiaga paka kwenye bunge. Kwa hiyo ili udumu kisiasa kama kiongozi inabidi uwe na watu wawili. Uwe na wanasiasa ambao shida yao wanakufuata, wanakupenda kwa sababu unatoa nafasi ya fursa ya vyeo. Lakini usikose wanaharakati. Museveni ana wanaharakati. Kwa Museveni anaweza akamruhusu Kizza Besigye akaingia kwenye TV hata serikali UBC au NBS ile ya binafsi. Besigye akamponda Museveni kweli na wanaharakati wa Museveni wakachuana naye kwa hoja kwenye TV. Ila Museveni huwa anajua jamaa anakwenda kumalizana nao kwenye sanduku la kura. Hiyo mbinu Museveni anao. Hata Ruto nimekuambia, andika Kikuyu ujinga TikTok utamwona Gitonga. Maneno anayosema Gitonga unaweza ukasema huyu jamaa hafai kabisa kulala uraiani leo kwa jinsi alivyomkashifu rais, hasa kwa marais wanaopenda sifa. Lakini Ruto anaona badala ya kuzubaa ili mpinzani aniseme mimi hivi, kwa nini mimi nisimtumie mtu wangu mlipa askari wa miguu? Vyama vingi vya kisiasa hawana askari wa miguu, wana watu wanasiasa wanaotaka vyeo, hawajaunda jeshi la askari wa miguu. Kwa hiyo badala ya wewe unapotaka kumponda Ruto, ni neno ambalo Gitonga amemtukana nalo mchana. Kwa hiyo ukienda nalo kwenye TV vipindi vya usiku, you are useless. Tunasahau kwamba tunatengeneza vyama vya kisiasa, tunakuwa na wanasiasa, and then ndani ya hivyo vyama vya kisiasa tunakosa wanaharakati wa Uswahilini. Matokeo yake ni darasa kubwa. Ni hivi, kwa nini Museveni yupo nchi za magharibi hazina time naye? Because kuna jinsi anavyokula nao sahani moja, wanamtumia na yeye anawatumia. Hicho cha kwanza. Cha pili, Museveni mzee ni masafa mengine, Ruto ni masafa mengine. Kwa nchi zingine bado hawajaelewa. Wanaona mtu akikaa barabarani akiitukana serikali ya nchi husika huko alipo, kamata, peleka jela. Lakini Ruto, Odinga, kwa nini? Odinga kuna watu walikuwa na msemo, unaweza ukaamini Odinga akanyanyua simu akampigia Uhuru Kenyatta, bwana tushaelewana, ugomvi umeisha, ila naomba umshughulikie huyu mtu anayenitukana. Odinga alikuwa afanye hivyo. Mzee, siasa inahitaji askari wa miguu. Ukingangana sana kubebana na wanasiasa wao wanataka vyeo, lazima uwe na land force ya askari wa miguu. Lazima uwe na watu wa mkakati ambao ndio hao. Museveni karibu wachambuzi wale, anajua jinsi ya kuishi nao. Sasa kwa nchi zingine hata uwe na akili hawezi kutumia. Sasa jamaa asifiwi, sasa tunampa hela nini afu asifiwi? Anatakiwa asifiwi. Unaona? Endeleeni hivyo hivyo mlivyozoea bwana.